Hizi pia ni zako. Naam. Hebu njoo na kiti. Hebu njoo huko karibu. Tuongee. Nikipata mtu mmoja ameacha uganga ameokoka sinafurahia. Keti tu hapa. Hata mimi nipe kiti. Hata mimi nipe kiti tu. Ya Yesu. Sasa baba, naomba nisaidie kidogo. Hii inafanya kazi gani? Hii imebeba majini. Mbie majini. Iko na majini ndani. Hata sasa kuna majini ndani. Nitabomoa saa hii. Hii kuna majini ndani saa hii. Inabeba. Pengine kama walitoroka, wanaona zaidi. Wanakuona. Wakati nikichoma ndio nawaita. Hii ni bali nyeupe. Mimi nikichoma inaziita. Okay. Sasa hiyo hao wanatuona. Hata nilipata signal jana usiku. Hata nikuchukua mic. Chukua tu. Hata nilipata signal jana. Ulipata signal jana usiku? Yao. Wanakuambia nini? Wananiambia nisifanye mchezo hiyo nimeanza. Usifanye mchezo umeanza. Hapa kuna majini. Sasa majini wanakusaidia na nini? Nasaidia na pesa, na hata nikitaka kutibu mtu wananisaidia. Na wananiambia mwenye atakuja kesho na ugonjwa yake. Mwenye atakuja kesho na ugonjwa yake. Wanakuambia mapema. Wananiambia mapema. Fulani anakuja na kuna ugonjwa wake, na ugonjwa wake ni kansa na ni pressure. Na tiba yake naijua kabisa. Sasa kitambo mtu aje ushajua tatizo lake. Kila kitu. Unamwambia hii ndio tatizo lako. Sasa hii na hii naweka chini ya pilo mwanamke aone. Hebu ongea na hii microphone vizuri nipatie hii. Nasema hii na hii usiku nikilala nikiweka chini ya pilo kama mwanamke aoni, mke wangu aoni, ndio nitaona kila kitu. Ndio utaona kila kitu. Unaweka chini ya pilo. Naam. Mke wako asione wakati unaweka. Naam. Sasa utaona nini sasa? Kama kuna mgonjwa vile nilikwambia, alafu naenda naongea na hawa. Wewe uko na mke? Naam. Unakaa kimwili na mke wako? Naam. Ila kuna tatizo mingi sana. Hawa lazima wanielezee, za zingine wanakataa. Wanakataa usikae na yeye kimwili. Sasa hii niweke chini ya pilo, alafu unaweza ukajua kile ambacho kinafanyika. Ndio. Unaweza funga mke wako pia asiende kwa mpango wa kando. Hata kumfunga kwame kabisa. Hata kumfunga kwame kabisa. Hata kumfunga hakwame huko. Akienda na mwanaume mwingine za kumfunga kwame kabisa. Hakwame. Unaonanga nini? Kila kitu nikitaka. Sasa hizi hiyo ni kawi natumia kujua shida yako kama sijaenda kwa hawa. Hii pia zina hapo kuna wa kike hivi. Kuna wa kike na wa kiume hapa, kama huyu wa kiume. Huyu wa kiume. Yule ni wa kike. Wa kike na wa kiume ni gani? Nikueleze ujue. Hawa hizi kubwa ni wa kike, hawa ni wa kiume. Kila mtu ako na mume wake hapa. Sasa wachungaji wanaoombea wale ambao muliroga, mnajua? Watu
wachungaji ambao wanaenda wanaombea wale ambao muliroga. For example, mtu amekuja kanisani na ulimroga wewe, unaweza jua ameenda kanisa kusaidiwa? Ndio najua. Unaelewa kwamba ameenda kuombewa? Hii kazi nilianza Mombasa. Na wakati hata nilikuwa nataka niende kwa Pastor Ezekiel, ila wale nikataza. Nikaenda Winners Chapel, nikaenda Bible School, wakanikataza tena. Wakaniambia nisisome Biblia kabisa. Akaambia nisisome Biblia. Hawataki nisisome. Kwani ulikuwa unataka kusoma Biblia na hii? Wakati nilikuwa nazo. Unafanya uganga na wataka kusoma Biblia? Nilienda Winners Chapel Bible. Winners Chapel. Na walijua wewe ni mganga? Hawakujua chochote. Okay. Hii ni ya nini? Hii ni mchanga gani? Hiyo sio yangu, yangu ni hapa. Hii ni mchanga gani? Hiyo sio mchanga, hiyo ni dawa. Ni dawa. Inafanya nini? Hii inasaidia mtu mwenye amewekewa uchawi apone, pia inaweza roga mtu akufe hiyo hiyo. Ushawa wangapi na dawa tu? Kuna wenye nimeroga kama wamekufa, ini wapo wamekufa. Kuna watu wamekufa? Wapo. Na kuna watu pia hujui kama walikufa. Naam. Na hii hiyo nakaa nayo kwa kibeti. Nami leo nakuoa. Hiyo nakaa nayo kwa kibeti. Leo mimi pia leo nakupiga. Hili hiyo nakaa nayo kwa kibeti. Kwa kibeti. Inakuongeza nini? Hiyo nikitaka kitu nitapata rahisi sana nikiwa nayo. Mtu kitu kwake anakupatia tu. Bora uko nayo kwa kibeti. Bora niko na hiyo na ni sawa. Anakupa kile unachotaka. Bora niongee na hii na hiyo pete yangu. Nimwambie wewe ndio unaona kila kitu, sasa hii naenda kwa fulani, nahitaji hii. Kama ako nayo unajua, umwangalia anipe, ananipea tu. Ila wasilikataa kufanya kazi. Ndio maana niko hapa. Kila zilikataa kufanya kazi sasa. Zilikataa kufanya kazi. Jua nataka nitoe sacrifice tarehe 28 baada ya Ramadhan. Baada ya Ramadhan. Ya Ramadhan. Unataka utoe sacrifice ndio hizi zifanye kazi. Niende Tanzania. Kwa hivyo unapeleka Tanzania? Nikienda kutoa sacrifice natoa huko. Unaenda Tanzania kutoa sacrifice. Ndio sasa nipewe sana kubwa zaidi ya hii. Na unampa sacrifice aina gani? Binadamu. Binadamu. How do you do it? Unampa tu majina. Unampa jina tu. Kunaye vile wana select jina fulani ama bora tu umependa jina la Gilak ama jina la mtu wanachukua tu. Wana select. How? What do they look at? Tuseme wanataka mtu wa kwako, watakwambia tunataka mama. Kama wana mama watakwambia mtoto. Kama kuna mtoto hapo mtaelewana. Wanataka mama ama watoto? Hiyo wanahitaji sana. Naomba Mungu alinde watoto wako uishi miaka. Amen. Na hii ni chumvi. Hiyo ni chumvi ya mawe. Unafanya nayo nini? Hii nikichukua na dawa fulani nichanganye nikuje nimwage kwa biashara yako iendelee. Wala mtu akai hapa. It will work because ushaenda kutoa sacrifice. Sasa ukija hapa kila kitu kinafanya. Hizi za Tanzania. Hizi ni za Tanzania hii na hiyo. Hizi ni sababu hizi. Ni sababu. Ziko na kiko yao. Ziko na kiko. Kuita babu kutoka Uganda. Kwa hivyo uko na babu nyingine Uganda? Yes. Ambao unaita na hawa. Huyo hata sasa lazima niende kwake. Huyo nikimuita anakuja tu na anaongea na wewe. Na unampa sacrifice pia? Huyo anakula tu kuku na mbuzi. Kuku na mbuzi. Ni mzimu ya babu. Unatumanga huko? Kuku nachinja hapa. Unachinja kuku hapa na anapata huko? Hiyo kiko na ikatia kuku. Hiyo kiko. Alafu kuna meko yake nilitengeneza. Hiyo meko yake na wakisa moto usiku, hiyo jivu yake kuna venye natumia.
akiwa huko tu. Kwa ubani fulani ya matope hivi, ndio sasa kuja vute kiko yake. Mkristo asifiwe Yesu. Kama waganga wanatoa sacrifice, Mkristo aendi madhabahuni, are you safe? Hawa walali, satani halali. Satani halali. Halali. Unasikia akisema kwamba wanajuanga kwamba wakati mtu amemroga na anaenda church kuombewa, wanajua ameenda kusaidiwa. Na hiyo ni risk fulani. Hiyo nilitengenezea mtu ila hajapata, sijampea. Kuna vile ilifanya niende nimfungie na nguo fulani. Ulitengenezea mtu hii? Bali ijakamilika. Apeleke wapi? Aenda atumie. Atumie. Hakuchukua. Bado. Hata anatuma fare sahihi. Ashatuma. Haleluya. Ninakupenda Yesu. Ini gani? Funja muri. Unajua? Funja muri inafanya kazi gani? Hiyo tuseme for example uko na kesi. Niko na kesi ya shamba for example, ukikuja nikikupa hiyo, mke wako wakati anapesonga ugali, ana saa ile asali ugali mtu anataka kupakua kwa sahani, inafaa tumie ile mwiko akate kidogo, ilale hapo kwa mwiko. Asubuhi ikifika wakati jua inachomoka, unachukua kidogo unaweka hapa ya mkono, unachukua ile ugali unaweza meza bila kutafuna kadogo, unaweka kwa hiyo dawa, mababu zako ukiangalia jua na ile ugali. Baada ya hiyo kusema venye utataka wewe, ila na okay, sasa anaongea na madhabahu vile anavyotaka. Sasa hiyo ni sawa, muomba jina ya baba yake na babu yake. Mimi pia naomba hapa ili kesho akienda yule kwa koti anaweza kosa ufahamu ama kuongea ama gonjeke, najua akifika ama potee barabara juu anaenda wapi. Kupotea barabara kuna venye inatengenezwa na ndege, kuna ndege inaitwa uchungurio. Hiyo chongorio yenye imegongwa na gari barabarani ndio unachukua unapoteza naye muda. Koti iko for example Kisii, yeye anaenda Migori. Chongorio yenye imegongwa na gari barabarani ndio mnachukua. Ili mtu akienda kotini apotee barabara. Anapotea. Ajui barabara ya kwenda kotini iko wapi. Koti iko Kisii, anaenda Migori. Hata fikiria baadaye. Asifiwe Yesu. The same unaweza tumia kwa mpira. Wachezaji wa mpira ukitumia sasa, hiyo utatumia ile lala lingine hiyo ni lala ama seje. Sasa hiyo nikuulize, wewe unaitwa nani? Eric Otieno. Naam. Madhabahu uliweka wapi? Mgori? Rongo. Ya hii kazi. Na Sindo pia uko na branch? Na Mombasa. Nikienda hata sasa naingia tutafanya. Kumbe tunawekanga branches za kanisa, lakini wachai waganga pia kuna branches. Na Lolwe Uganda naendanga. Lolwe Uganda pia uko na branch. Huko pia unaitwanga. Hey. Na hiyo ni ubani nyeupe, chakula ya hawa. Ubani. Hiyo chakula ya hawa na hiyo sopete. Sasa umesema majini yako hapa. Wanakaanga hapo ndani. Sasa umetulia hapa. Wametulia ama wametoka? Wanachomoka. Wanaona hata kabla wafike. Ila tunaleta tu tuharibu hii wasirudi tena, wasipate kitu kurudia ndani. Ushawapa sacrifice mara ngapi? Mara moja tu. Mtoto wako? Ilikuwa tu na mke fulani. Mke wako? Tulikuwa naye Mombasa. Tulikuwa naye Mombasa. Mungu anisamehe. Mungu atakusamehe. Amen. Ni mke ulikuwa naye Mombasa, uliwapa. Kwa hivyo hii kazi imetokea na Mombasa. Nimetoka nazo huko. Ukaja nayo huku chini Mgori. Okay. Hii imetoka huko, nilikuwa naenda kuongeza nguvu. Nilikuwa nataka sasa
mababu. Kuna mimi nilianza kutibu nikiwa class 7. Anza kutibu watu ukiwa class 7. Nyumbani wanajua kama mganga tu. Hata hiyo ndio jina walianza na kitabu. Sasa wewe uko na miaka mingapi? Kama 35. Kwa hivyo umefanya hii kazi miaka mingapi? Nimeanza nikiwa na miaka 12 class 7 mpaka sasa. Leo nitakupaka mafuta, kuna mganga atakuguza kwa jina la Yesu Kristo. Ushawahi sikia habari ya Pastor Gilak ama Pastor Ezekiel? Ezekiel nimewahi msikia. Gilak nimemjua tu juzi. Wakati hapa chini. Ukiwa Sindo. Ndio nikiingia napata saa zingine watoto wameweka hii channel. Na wewe unawauliza ni nani huyu? Hawezi wafukuza watoto, pengine wako na mgeni watakuona mbaya. Sasa hiyo naenda. Lakini wewe pia ulikuwa kwa madhabahu yako na nichungulia, unaniona tu. Wewe pia umeniona Sindo. Nimekuona. Si wanasema hapa na waganga wananijua, wananiona. Nimekuona. Sasa wewe pia ulikuwa unanionanga ukiwa Sindo. Unaweza kuniroga? Nikupe nafasi. Hapa. You know what? I don't know. Everything is frequency. That's why we have chakras. Everything is frequency. Frequency. And we have this law of spirituality called it's known as law of frequency alignment. Law of frequency alignment. So destiny, frequency. So frequency. Everything you're planning in your life, frequency. So that's why we are